Wewe unajaza profile yako, saizi malaika wanajaza profile yako. Yani hapo ulipokaa unasikiliza mawaidha, malaika upande wa kulia anajaza ile profile yako ambayo utakwenda nayo kukutana siku ya kiyama. Mungu ataisoma ile profile yako. Kwa sababu siku ya kiyama yatakuja makundi mawili katika uwanja, sote tutakuwa uwanjani. Alafu Mungu alivyokuwa fundi anatufufua aliyakuwa tuko uchi. Wewe unaenda kukoga unavaa nguo leo. Choo chako mwenyewe umejenga lakini uamini unaika na taulo juu. Unamjulisha mtu jamani ndani kuna mtu anakoga msimchungulie. Siku ya kiyama baba uchi. Wala kuna kupiga chabo sio. Kwanza utakumbuka yauma yafiru almar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawmaidhin sha'nu yughnihi. Kila mtu ana jambo lake siku ya kiyama. Baba anamkimbia mama, mama anamkimbia baba, kaka anamkimbia dada, dada anamkimbia mjomba. Watu kila mtu anakimbiana kutafuta mahala salama. Sasa wakati tupo katika huo uwanja, ndio yatatokea makundi mawili hapo. Madaftari mawili yatatokea. Kuna watu watapewa daftari kwa mkono wa kulia na kuna watu watapewa daftari kwa mkono wa kushoto. Ukiona daftari lako umepewa kwa mkono wa kulia, wewe umefaulu. Utachukua daftari lako utalitazama, afu utajibikia yes, mi peponi. Alafu utaanza kutamba, ha umqra'u kitabia. Jamani njooni msome kitabu changu. Inni dhanantu anni mulaqin hisabia. Mimi nilikuwa najua duniani ninavyoteseka kwa kufanya ibada kwamba kuna siku nitakutana na hesabu yangu. Mungu anasema fahuwa fi ishati, utakuwa katika maisha bora peponi. Duniani hakuna maisha bora, maisha bora yako peponi. Duniani tunakufa, peponi hatufi. Na ukitaka kujua wewe kama unakufa, litazame sura lako lilivyo. Ukifika nyumbani kachukue picha uliopiga mwaka 2000 au 95, unasoma, unafanya kazi, unafanyaje, kachukua ile picha, kisha ile picha iweke ukutani. Kisha chukua kioo ambacho ukijitazama unaona sura yako, kioo nacho kiweke ukutani. Jitazame sura lako la sasa na la 2000 linafanana? Mabwana, linafanana? Kwa nini lisifanane na wewe ndo mtu mmoja? Hiyo ndio safari. Unakwenda kaburini, unasubiri kiyama, ndio hiyo. Na Mtume anasema 60 70 ukizidishiwa zawadi. Ukifika miaka 80 Mungu kakupa zawadi. Mzee Mbonde, unanisikia? Na zawadi yake na masharti, wa man nu'amiruhu nunakisu fil khalqi. Tukikupa umri mrefu tunakuvunja viungo. Miaka 80 utatembelea mkongoja. Miaka 90 nje utoki wewe. Miaka 100 ndo kutwa ndani chai unalisha humo. Lakini 60 70 umemaliza. Kama una 59 unacheza na mmoja. Kama una 60 uko kwenye danger zone, saa yoyote unaondoka. Kuna mzee ana 70 ananitazama kweli kweli, wewe ndo safari hiyo. Kama una vijumba vya urithi lete msikitini hapa ukapate thawabu mbele huko. Hiyo ndo safari. Unakwenda kaburini, unasubiria kiyama. Sasa kiyama naye kuna watu watapewa daftari kwa mkono wa kushoto. Unajua mimi sometimes mawazo yangu yanakuwa kama nimevurugwa, na mkaga usiku afu namwambia Mungu, mbona kama mambo mengine unayataka mwenyewe? Afu Mungu anauliza kwa nini? Kama watu si tunaswali wako wanauza spare huko, wanafanyaje? Hawana mpango. Hebu Mungu jalia mtu anakula bakola huko, anayempiga bakola hamuoni, ili asalimike na bakola akimbilie msikitini. Tusingenyoka sasa. Kesho yake saa 6:15 ungekuwa unamkumbusha mwenzio, mwana unakumbuka jana? Lakini Mungu inna hadainahu sabila imma shakira, kakuachia mwenyewe, fata utaki shauri yako. Kwa hiyo ukipewa daftari kwa mkono wa kulia, ndo profile zenu ambazo mmekaa, mmeswali, mnasikiliza mawaidha, malaika wanajaza profile zenu, mnakutana nazo siku ya kiyama. Lakini kuna watu watapewa daftari kwa mkono wa kushoto au nyuma ya mgongo wako. Baba, siku ya kiyama ukiona umepewa daftari kwa mkono wa kushoto, wewe kimbilia mlango wa moto wowote ule. Usisubiri mibao ya malaika. Maana wewe motoni, wewe nenda katafute mlango zuiliwa huko.
Utapewa daftari kwa mkono wa kushoto au nyuma ya mgongo. Utachukua daftari, utalitazama, alafu utakutana na dhambi moja unaiona ndogo sana ya zinaa. Umeifanya ile dhambi, ndio inakupeleka motoni. Unafikiria unataka kuleta ujanja wako wa Ilala au kuuza spare. Mimi hapa Mungu lazima nimtoke hapa. Pale uwanjani utakuwa unajipitisha siku ya kiyama, unakwenda huku unarudi huku unajisonya sonya. Yaani kama uelewi hivi. Afu Mungu unakuuliza, Abdalla vipi? Mbona sikuelewi? Unaambia Mungu, ile dhambi sikumbuki, ile ya zinaa ile mimi sijafanya. Alafu Mungu alivyokuwa fundi anajua umefanya, lakini anataka ukiri mwenyewe kwamba nimefanya. Yaani hakubagui wala hakudhulumu. Unaulizwa hujafanya ile, mimi sijafanya. Kweli kweli hujafanya, sijafanya. Haya, hamna shida ya umatubla sarail. Siku ambazo sasa siri zinaekwa wazi, Mungu anatuambia wananchi wote, tazameni mbele kule. Tunatizama uwanja mmoja siku ya kiyama, afu Mungu anatuwekea bonge la kompyuta mbele. Bonge la kompyuta, mnaambiwa tazameni. Alafu Abdalla, tunaanza kukuona toka unazaliwa. Mama yako anakuzaa, tunakuona. Unaenda shule, tunakuona. Mungu anakuuliza, mpaka pale ndio wewe yule? Ndio mimi, nimekubali. Unakwenda mpaka unamtongoza mtoto wa watu, tunakuona. Sheikh Othmani, usione watu wana misemo mikubwa kwa wanachati hata msikitini ukazani wanasikiliza mawaiza. Waongo. Wana hadi friend Facebook wao. Watafuta watoto wazuri Facebook, wanaanza kutongoza. Mimi alimkuta shehe wangu mmoja, simtaji jina, na isti zake, tumeenda kutoa dawa Morogoro. Wakati wa kurudi mimi naendesha, sasa kwenye profile yake kaika picha ya mkewe miaka 20 mzuri. Vijana wameona ile picha. Vijana wameingia mtandaoni, mambo mlembo. Sasa Shafu huyu anaita mlembo vipi? Nikamwambia mwalimu, picha hiyo. Huyo kakolea na picha. Sasa nifanyeje? Nikamwambia tusome leo nini, mwambie poa. Akamwambia poa. Dakika 5 message hivi, Mungu kashawahi kumpa mtoto mzuri kama wewe? Kaambia Shafu, mtu anatukana. Kaambia vumilia tusome. Nikamwambia mwambie wewe unaonaje? Akamuuliza kwani wewe unaonaje? Kaambia wallahi wewe ni mzuri kushinda malaika. Nikamwambia mwambie asante. Akamwambia asante. Dakika 5 message, umeolewa? Angalia mtu alipotokea uko umeolewa. Nikamwambia sasa maliza kesi. Mwambie mimi nimeolewa na mume wangu nampenda kweli kweli. Kaandika bwana, mimi nimeolewa na mume wangu nampenda kweli kweli. Jamaa likajibu hata nikiwa wa ziada hamna shida. Sasa kule malori tena mimi na ST simuulizi, share na chat tu, mimi nakwenda share na chat. Tunakaribia Chalinze, namuuliza bwana mkubwa, mbona unipi mrejesho? Akaniambia nakaribia kukubali. Nikamwambia futa, utakubali kweli? Vijana wana shida shekhe. Swali ni Mtume Muhammad. Sasa ile siku ya kiyama lile daftari unalikataa. Unamwambia Mungu, hii hamna hii. Tunakwenda mpaka inafika mahala unamtongoza mtoto wa watu, tunakuona. Anakupiga kalenda, tunakuona. Unarudi siku ya pili, tunakuona. Unaahidi vitu, tunakuona. Mwisho mtoto wa watu anakubali, unamwambia Ilala mimi najulikana, tukutane Kinondoni. Unachukua Bolt, tunakuona. Mtoto wa watu mpaka unaingia mule, unalipa, mnaanza kufanya kile kitendo. Mungu anajalia ule mshale sasa ule wa kompyuta, unafanya ta hautaki kuondoka ta. Mungu anakuuliza sio wewe yule? Na hapo unatoka. Mungu umenifananisha duniani, umeomba watu wawili wawili. Unaulizwa kweli kweli. Ndio hapo Mungu anasema al-yauma nakhtimu ala afwahi, midomo inapigwa kufuli, viungo vinaanza kusema kila ulichokifanya.